Tatuire kweru-inĩ kũndũ gũtarĩ mwĩhoko, kũndũ gũtarĩ riũa kana irio cia kũrĩa, atĩ githĩ Ngai wakoragwo na niĩ hingo ciothe, ona ningĩ Jehova ũkoragwo wĩ mwĩhokeku. Wewe kĩangũnyiti ũgeni thĩinĩ wa thabarĩ ya mũgambo wa mũrĩmi, njĩta Kĩmiti wa Gĩtaũ. Ũmũthĩ twĩ muthe thĩinĩ wa kaunti ya Makueni kabisa. Gũkũ nĩkuo tũrĩ na handũ harĩa tũrĩ haretagwo Kalamba, na ndikuo tukite nigetha tuhote kwaririria maingĩ megie ũkũria wa macungwa. Nĩ kũrĩ rĩrĩa rĩtagwo Washington, kĩho kĩnoru gĩkoragwo gĩ wegi na nginya ngothi nene mũno. Nĩ kũrĩ nginya rĩrĩ thandara, nĩ kũrĩ kĩndĩ ĩngĩ rĩtagwo ndimũ. No mũthenya wa mũthĩ riganĩrwo nĩ icio ciothe tũrarĩrĩria ũhoro wa itunda rĩtagwo pixie. Rĩrĩ nĩ icungwa na nĩ gakoragwo wega thaka mũno kũrĩa thoko-inĩ ũngĩkona, na gakoragwo na musimu kana kĩmera gĩa pixie hĩndĩ ciumagĩra, o tũrĩa tũkoragwo na kĩmera kĩa kĩndũ gĩgwĩtwo maembe. No rĩu mũthenya wa mũthĩ reke tũmenye atĩrĩrĩ, pixie ĩkũragio na njĩra ĩrĩkũ. No mũno makĩria ũndũ ũrĩa wa bata nĩ tũrũthĩrĩrie seedling kana harĩa mũmera ũcio umaga, kana harĩa rĩu tũkũragia rĩu nĩgetha mũtĩ ũcio ũtuĩke mũtĩ-rĩ, harĩ ũrĩa ũkoragwo ũroretwo. Tondũ andũ aingĩ manahĩngĩcwo makenderio seedling magerwo atĩrĩrĩ, ĩno wathi wahanda mbegũ ĩno nĩ ĩgũthiĩ kũre, no ĩgĩkũra magakũra ĩ ndimũ kana ĩgakũra ĩ kĩndũ kĩngĩ ona ũtaramenya nĩkĩo kĩ. Rĩu nĩkĩo tũkwenda kũmenya ũbacĩrĩru ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ hau, na tũtarĩrio wega nĩ mũrĩmi witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ mwĩte Kĩmanti. Kĩmanti nĩ egũtũtarĩria mau na mangĩ maingĩ megie ũkũria wa macungwa ngũrani ngũrani marĩa akoretwo akũrĩtie gũkũ. Ũndũ ũmwe ũngĩ wa bata ũrĩa itekwenda ũriganĩrwo nĩ atĩ gĩthomo gĩkĩ gĩothe tũgũkorwo tũkĩrĩmũkĩra kuma gũkũ mwena wa Makueni County. Na tondũ tũtietinda haha chai na karara, reke tũingĩre kuo tũtarĩrio wega na wandandũku nĩ Bwana Kĩmanthi. Hakiri ũndũ ũngĩ tugane hamwe twaririe atĩ ndatũire werũ-inĩ kũndũ gũtarĩ mwĩhoko, kidogo nikasikia Ngai baba, kashindwa Ngai mwathani. Good, jambo. Salama kabisa. Mimi nakutafuta chini ya miti ya matunda. Karibu sana kwa shamba. Asante sana, nimekuja nikipataka pia machungwa. Alright. Good, tusonge tu hapa. Oh, yes. Ili tuweze kwanza kusalimia mtazamaji na pia utueleze jina lako na hapa tulipo ni wapi. Kwa majina naitwa Ambrose Kimandi. Yes. Hapa mko sasa ni Kalamba. Yes. Hapa ni location iko Makueni County. Makueni County. Yes. Na siku ya leo najua umetupangia mengi kuhusiana na machungwa, na sijui tutaanza ni yapi ambao umepanga kutufunza siku ya leo. Leo nitawafunza yote yale mnataka. Kuanzia upandaji wa machungwa. Yes. Hadi ifike hii kiwango sasa ya kuharvest. Hebu tueleze tutaanza wapi kwa upanzi wa hii pixie ama miti ambayo tutatoa wapi ya pixie? Ukitaka kufanya kazi mzuri ya citrus ama ya fix, itabidi uende mashinani ukaone mwenye nursery. Mwenye anatengenezanga nursery ile tunatoa dimu, tunatoa ile nini yake tunayafanya kwa nursery, then tunatransport tunaweka kwa tube. Manake kununua kwa barabara utakuta mtu amechukua kama hii fix yangu kwa bahati mbaya apate kwa na seed, akitoa hii seed aenda aipande, haitafanya mzuri kama hii yangu. Ni kweli. Manake inafaa kuanza kwa dimu, haifai kuanza kwa seed kutoka kwa fix yenyewe. So lazima uchukue dimu, utoe seed, upeleke kwa nursery, utengeneze nursery, then from there kwa nursery una transplant, unaweka kwa tube. Then from there unaweza sasa kwenda kupanda hiyo sasa kwa shamba sasa. Tuguzie citrus ambazo wewe mwenyewe umeweza kukuza ndani ya shamba lako. Hapa na pengine ambapo umekuza hivi. Unauliza machungwa ipi na yapi, kama maybe ndimu nini Yes. Mimi kwa saa hizi niko na hizi sandara, hiyo fix mnaona hapa. Okay. Niko na machungwa. Okay. Niko na sandara. Machungwa naisikia inaitwa Washington kitu kama hiyo. Yes. Na hii sasa ndio fix. Okay. So niko na hiyo variety tatu. Ni kweli. Na sote unapanda seedling ya dimu. Yote unapanda dimu ndio sasa kama unataka fix. Unaenda unachukua unakata mti kama hii ya fix. Yes. Hii kama mti hii sasa hii. Unaweza toa hii jani moja, yes, ama ukate hii kote. Okay. Uende ukafanye budding. Yes. Kama unataka fix. Hii una graft na dimu. Ukitaka machungwa unaenda unachukua ka branch ka orange machungwa that is. Yes. Unaenda una graft na ile seedling ya dimu. Hata wakati umekuja na yale umeweza kujua kwamba ile seedling yako imeweza kugraftiwa na imefanywa vilivyo vile inavyofaa. Hebu tueleze vile utatengeneza shimo lako ili uweze kupanda ile pixie sasa. Shimo inategemea na mahali unapanda. Ni kweli. Kama unapanda mahali kama uko dry sana ama mvua ni kidogo, unafaa utengeneze shimo ya 3 by 3 feet. 3 hivi, 3 kwenda pande ya huu mwingine na 3 kwenda chini. Mahali kuna mvua kidogo. Lakini kama mvua ni mahali unapanda kuna mvua mingi, unaweza tengeneza shimo la 2 by 2. Okay. 2 feet upana
na kwenda hivi 2, then kwenda chini bado 2 feet. Ukishatengeneza zile shimo yako, hebu tueleze sasa utaendelea vipi? Kwanza mchanga ya topsoil unaweka kando kama unataka kupanda mzuri, na ile nyingine ya futi nyingine kwenda chini unaweka pande nyingine. Sasa hii umetoa ya topsoil unachanganya na manure. Fully decomposed manure kama hii yangu unaona hapa. Really? Ukichanganya unarudisha kwa shimo. Inafikia kama hiyo shimo kama ilikuwa ya 2x2, futi moja inakuwa occupied na topsoil na manure. Then ukichanganya mzuri unaweza sasa panda seedling yako kwa hapo sasa. Topsoil ndio unachanganya na manure, unaregesha kwa ile shimo ulikuwa umeichimbua. Sasa hiyo ndio utapanda. Ile mchanga ilikuwa huku chini kabisa, hiyo haina madini. Hiyo utarushia kwa shimo kabisa. Utakuja hapa chini ya shimo, pande ya chini sasa maji inatiririka, unaiweka pale zuie maji isitiririke iende. Ndio maji iseto pale kwa ile kashimo umetengeneza ya kupanda. Wakati tunasema kwamba tutapanda na maybe kabla tuweze kupanda ile miche yetu, tutaweza kukagua mchanga yetu. It's very important. Kuna maana sana unaenda unapeleka inaitwa soil analysis. Yes. Inafanywa analysis ndio waambiwa kama hiyo mchanga yako kuna madini fulani imelack ama haina hiyo madini, na ni madini gani iko kwa mchanga. Maana unaweza ongezea madini mengine kumbe hiyo mchanga iko na hiyo madini. Sasa ukiongezea madini kwa nyingine haitafanya mzuri. Lakini ukifanywa soil analysis utaambiwa ni madini gani utaongezea kwa mchanga. Na ni gani unafai kuongezea kwa mchanga. Ni kweli. Hebu tueleze vile tutaweza kufanya spacing ya mti mmoja hadi mti mwingine. Spacing bado inategemea, inakuanga mzuri spacing weka ya kitu kama 6 feet by 6 feet apart kutoka kwa mti mmoja kwenda mti mwingine. Na unajua spacing inasaidia mti unapata hewa ya kutosha. Wakati unafanya spraying, kama spacing ni mzuri, bado utaspray vizuri. Bado hiyo spacing itasaidia wadudu kusambaa. Unajua miti kama congest mahali moja ikiwa haiko well spaced, it means kama hii mti imekuwa affected na wadudu fulani ama na ugonjwa fulani, itaambukiza mwenzake hapo kando. Yes. But ukifanya proper spacing, sasa hiyo maambukizaji utakuwa umezuia. Hebu tueleze shamba lako, naliona kwamba limeweza kuteremka, lakini hiyo ndio tunaita kwa kizungu ya kwamba iko ndani ya slope. Na hebu tueleze, naona umetengeneza terraces. Hizi terraces ni za nini? Mambo ya conservation huwa tunaweka hizi terraces tunachimba terraces ndio tuzuie kutiririka kwa maji. Okay. Kwa sababu unajua maji kitiririka after sometimes mvua ikienda hiyo mti itaanza kupata njua tena. Lakini tunafanya terraces, tunatengeneza terraces mzuri tena. Kwa hii mti tunaweka basin. Hii basin ina harvest ile water runoff, ile maji inatiririka ina harvestiwa na hii basin ya mti tumetengeneza. Ndio hii mti ikipata hiyo maji inaweza kama muda mrefu bila kupata stress ya maji. Unaweza advise watu kulima kwa njia ya organic ama kutumia fertilizer zile zingine ambazo tunasemaga ni za chemical fertilizers? Mimi ninge prefer organic way. Kwa sababu unaona kama manure ukiweka kwa mmea inasaidia ile inaitwa soil structure. That's true. Kwa sababu ile mchanga imewekwa manure, the soil structure is improved. Na unajua kama mchanga iko na structure mzuri, it means itakuwa na high water holding capacity. Itakuwa inashikilia maji kwa sababu iko na manure. Lakini unajua ukiweka hizi fertilizers zingine za kutoka kwa duka, haitakuwa na uwezo wa kutengeneza soil structure. Kumaanisha hiyo mchanga haitakuwa ina hold maji kwa ile muda inafaa. So mimi ningeadvise wakulima watumie hii manure, ndio mzuri kushinda fertilizer. Hebu tueleze, uliwezaje kufikia kwamba umeweza kupata ile capital ya kuweza kulima hii miti yote ambayo tunaiona siku ya leo? So mimi nilianza tu na kashamba kadogo kale nilipewa na wazazi wangu, na hako nikatengeneza mzuri nikisaidiwa na wazazi wakati huo, manake sikuwa na pesa ya kutengeneza. Kwa vile kwa mfano mbolea nilikuwa natoa kwa wazazi wangu, mizigo ya kufanya kazi kwa natoa kwa wazazi wangu. Lakini ile shamba yangu ya kwanza nikaitengeneza mzuri na ikakuwa productive. Sasa kuanzia hapo sasa nikiuza matunda yangu nikaanza sasa kununua mashamba mengine, sasa nikaendelea sasa na kugrow sasa. Kwa hiyo safari sasa nikigrow ilinibidi ni consult Equity, maana mimi na bank na Equity. Na nikaenda kwa Equity nikawauliza kama kuna venye wanaweza kunisaidia niimarishe kilimo yangu. Waliniambia naweza nikapatia mkopo, na hiyo mkopo nilipe baadaye ama nilipe polepole venye nauza matunda yangu. So wakanipatia mkopo, nikaipeleka kwa shamba. Na unajua hiyo mkopo nikipewa si kwenda kula maandazi. Yote nilipeleka kwa shamba, nikaifanyia kazi, nikanunua mbolea kila kitu, ikanisaidia kutengeneza hizi terraces. Biashara yangu sasa ikaanza kugrow kutoka hapo. Wow. Sasa Equity hapo wakawa wamenisaidia kabisa. Tukiwa hapo pia kuna kitu ambao umetaja, mambo ya grafting. Ukasema kwamba kuna vile unaweza graft na majani. Kufanya grafting iko na maneno mawili ama iko na njia mbili. Unaweza kuja hii majani iko na kanoti kako hapa. Hii bat kuna kabati kako hapa. Yes. Kwa hii majani. So unatoa tuna kisu ama kijembe, unatoa tu hii majani kamoja kako na hii kadot ama hii kabati. Kama hapa. Ni kama hapa sasa.
unakatoa hivi, lakini unatoanga na kisu. Unaona, unatoanisha yote. Inashikana tu hapa hivi. So ukitoanisha hivi, kwa sababu iko na hii bahati yake, unaweza punguza hii majani kubwa hivi. Upunguze na kisu hivi. Utakuwa na kisu hapa ningekuonyesha mzuri, upunguze hivi. Sasa hii ndio unaenda kwa seedling pale. Yes. Then unakata pale kwa stem ya seedling, unakaingiza pale ndani na unafunga na karatasi ya nylon ama polythene. Unaifunga mzuri isiingie hewa ama maji. Kau ni kaundu kega muno ga guthoma na ni warikia kuona ati ari othe tuturite twiyuritio horo wa grafting ungihota ku graft atia ati ginya ihuti ni uku graft kumania na haririo na rihote gukunengera muti uria we uturite wiririirie na tugicokereria ni tugukorwo tukiaririria maingi megie horo wa grafting ona ningi matunda maya ma pixie na to ma pixie ona macungwa maria tukiriaga ona thandara tukorwo tukimenya uria magirwo gukorwo magikuria ni turacoka thutha wa kaida atari kuraihu. Good Makueni akiri kuo turi county nikuo turariria kwaria maingi megi ukuria wa matunda na mundu wothe wanaria itunda riumite upande wa Makueni ni gukorwo gukuritio indo nyingi muno. Hebu tueleze itachukua muda upi ili tuweze kusema kwamba sasa imeanza kutoa maua na ama imeanza kutoa yale matunda ambayo tunaweza anza sasa kuyala? Inategemea bado na venye unaitunza hiyo mti. Ukitunza mti yako mzuri, utapanda mwaka wa kwanza, mwaka wa pili utafanya grafting, mwaka wa tatu itaanza kuzaa. Inategemea sasa hapo venye utatunza mti yako. Kama mti yako utaipatia mbolea mzuri, uipalilie vizuri, uweke hizi terraces, utengeneze basins, hiyo mumea itaanza kupatia kwa kiwango ya juu. Ni wakati upi mzuri ama mwafaka wa kuweza kufanya grafting ambayo itaweza kutusaidia kupata matunda kama haya? Grafting ya mti unafaa kwanza ule hiyo seedling yake ikuwe mrefu kama tuseme size hii. Na unaangalia kutoka ground level, unaangalia kama feet 2-3 unawekea grafting hapo. Maana yake ufanye grafting ikiwa chini sana. Sasa mahali umeweka hiyo scion, ikifikia kwa mchanga hiyo mti itaanza kuharibika. Na lazima hiyo seedling ikuwe strong enough. Ndio ukiweka ile ukifanya grafting iweze kusustain ama iweze kubeba ile kasayoni umeweka. Ukiweka ikiwa weak kama hii dimu yako hujailea mzuri, then haita support hiyo scion mzuri. Kuna wale wadudu ama magonjwa ambao inaweza kusumbua huu mti wakati unapokuwa. Ile mtu ina affect citrus. Kuna ile inaitwa scales, kuna thrips, kuna aphids, kuna white flies, kuna fruit flies, mealybugs. Hizo ndio zile wadudu threat sana kwa mkulima wa citrus. Tunapika dawa, tunapika after 40 days ama ukirudi nyuma kidogo 10 days. Then una repeat, una apply mara ya pili. Hata mara ya tatu ndio ukileo wadudu. Na tuseme kama ulikuwa unatumia dawa fulani, sasa round ile nyingine ukipiga au utapiga ile ulipika juzi ama jana, itabidi alternate hizi madawa. Kwa sababu ukipiga dawa moja continuously, hao wadudu watakuja wazoe hiyo dawa na hiyo dawa itakuwa na uwezo wa kuua wadudu. So it is very important you alternate ile dawa unapiga ndio wadudu wasizoee dawa fulani. Hebu tueleze wewe uweza kufanya intercropping ya hapa katikati kwa sababu naona kuna gaps ambazo ziko. Maybe tukuze kitu kama maembe, pawpaw, mahindi ama vitu zingine. You see intercropping sometimes iko na challenges zake. For example, utakuta hapo umepanda mahindi. Mahindi atalete mites. Na mites itaharibu quality ya matunda yangu. Mahindi hata ile unaona ile mawa ya mahindi bado inatoa ile unga. Hiyo unga ikimwagilia hii matunda haitakuwa as clear as you can see it now. Itaharibu ile dhamana ama ile quality ya matunda yangu. So basically we don't encourage intercropping kwa sababu mimea fulani iko na wadudu wanaweza kuaffect matunda yetu. So ukitaka ulime kilimo mzuri unafanya tu specialization. Kama ni hii citrus unapanda citrus peke yake. Kama ni hiyo chakula mahindi na chakula kingine unapanda mahali kwingine. Kwa sababu ya wadudu wasitoke kwa mimea hii ikuje kuaffect hii matunda yangu. Hebu kwanza tuangalie kama ekari moja inahitaji watu kawa ngapi ambao tutawaweka waweze kufanyia kazi shamba lako. Ukiwa na mtu mmoja ama wawili na wanakaa pale throughout the year, au mtu mmoja watu wawili wanatosha kwa eka moja. Mtu mmoja watu wawili hapo hao wanatosha kwa eka moja. Although kuna wakati kazi inakuanga mingi kidogo kama wakati wa kiangazi, wakati unaweka hii bolea. Sasa hapo kazi ikizidi sana unachukua watu wengine wa daily casuals. Najua watu ambao wanatutazama na kwao kuna mvua nyingi wanajiuliza haya matunda yanaweza kuwa akifanya vizuri kwetu. Maybe kitu kama Nyandarua, tuende mahali kama Timau itafanya vizuri. Kwa maoni yangu vile naona ni kama citrus ipandangi mvua mingi. Unaona kama huko kwetu mvua inanyesha mwezi wa 4 mwezi wa 5. Kuanzia mwezi wa 6 hata mwezi wa 5 ikiisha hakuna mvua huko kwetu, mvua inaenda. Sasa mvua itakuja kunyesha tena mwezi wa 11. Kwa hivyo hii kaspel kutoka mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 7 wa 8 hapo hivi hakuangi na mvua.
Na hiyo ndio inasaidia sisi kuwa na ile sukari. Sasa unasikianga ukikula fix iko na sukari. Kwa sababu hakuna mvua, imeachiwa kanjua. Sasa hii kanjua ndio inaekanga hiyo sukari. Kuna yale matunda ambao nimeona ama ile miti ambao nimeona kwamba tayari yako na matunda kama haya ambayo yameshakuwa tayari, na kuna ingine unakuta bado kuna hiyo ambazo zimefika kuwa tayari, lakini chini yake ama katikati unapata kuna matunda bado hayajaiva, bado ni iko green. Hebu tueleze sababu ya hilo ni nini? Inategemea na mkulima penye amepanga shamba yake. Unajua mimi sifanyi kazi nyingine, kazi yangu ni ukulima. Na nikitoa hii matunda ningoje mpaka season nyingine mwezi wa 7 wa 8 mwaka nyingine. Sio hapa katikati nitakuwa nasikia kanjaa, sitakuwa na pesa kulipia watoto school fees and all that. So inabidi shamba yako we regulate. Ukiharvest shamba fulani ama miti fulani, unaipatia maji tena. Unaipatia muda kidogo, mwezi miwili hivi irest. Then from there unaiweka maji, inaanza kutoa tena maua tena ama inaanza kuzaa tena. Na kuna ile unangoja mvua inakuja kuizalisha sasa. Sasa hii ya irrigation ndio unaonanga sasa iko na hizi za green. Na hizi hiyo tunaita off season. Tukichaja mambo na mbolea ambao tumewekea kwa ule mti ambao uko pale. Hebu tueleze wakati wa kuiweka, kuna vile utaiweka karibu na mti ama kuna system ambao mnatengeneza ya kuweza kupatia mbolea huu mti? Ile mizizi ya mti inakulanga. Haikwangi pale nyuma ya mti. Inaenda na canopy ya mti. Mahali mti umefikisha majani yake hivi, yes. Ile mizizi inakulanga inakuanga hapo. So tunatengeneza kitu kama ka trench, kama mtaro hapa hivi, along the canopy of the plant. Yes. Then ile mbolea tunakuja tunaweka kwa hiyo trench tumechimba, tunaweka mbolea hapo ndani, na kwa wakati wa kiangazi kwa sababu kuna jua, tunaifunika na kamchanga kidogo, yes. Ama tunaichanganya na kamchanga hivi ndio isikue direct to the sunrise, kwa sababu sunrise that is, kwa sababu itachukuliwa hii mbolea inapepana na jua. So ni vizuri uichanganye na mchanga, yes, ndio isikue direct to sun. Okay. Ukiangalia sasa hii mti nimefanyia grafting hapa, nimeshika. That is approximately 2 meters. Ukiangalia hii ni dim na hii ninafaa kuitoa hii kwa sababu hii ina maana hii. Sababu grafting iko hapa sasa. Yes. So itabidi niitoe tena. Sasa naitoanga hivi. Sasa grafting ni hapa, dim hiyo nimetoa, hiyo ni useless, haina maana hapo tena. Mambo na insurance. Sijui ama umeweza kujua kwamba Equity wako na mambo na insurance, kuweza kuinsure miti yako, kuweza kuinsure matunda yako, kuweza kuinsure shamba lako in case kukue na vitu ambazo zina happen. Okay, nimeelezewa na maafisa wa Equity. Walikuwa hapa juzi, wakaniambia wako na hiyo insurance. Na sasa najipanga niende kwa huko sasa kwa branch. Twende tutengeneze hiyo maneno, mambo ya insurance. Kwa sababu hii miti kuna wakati inafika kiangazi inakauka. Kuna wakati mwingine hata kuna magonjwa yanakujanga inaharibu hii mimea yetu, inakauka kabisa. Lakini waliniambia okay, nikiwa na hiyo mpango ya insurance, naweza kuwa at the safe side. Encourage wa Kenya ama wenye wakulima wenzangu wa link na Equity. Kwa sababu mimi kufika sasa nimefika, Equity imenisaidia sana. Wow. Ni mmoja imenisaidia kufika kwa sababu nimekuwa nikichukua mkopo hapo, nipatia pesa na kuja nafanya kazi, na penye tumeagana na Equity pesa ikianza kuingia na naanza kuwalipa tena, na imenisaidia. Toikiria ni turashoka thutha kaida atari kurai. Wira ndu gikoragwo ati uri o muhuthu, ni kuri challenges iria cigikoragwo kuona. Ni gwenda Kimanti atote gututariria atiriri ni challenges iriku akoretwe nacio. Kuna challenges ambazo unajua umekuwa nazo. Asante. Ona dikengarire. Thank you very much. Hata sija test. Hata ina ile ukali unani mtu kugonga alafu unasikia imeiva vizuri, ndio sababu iko tamu. Imeiva vizuri. Kai. Kainya bedia. Iwa ninyu mweterere twembe tuhune. Nyitha tumwire uria gwikaira. Au tucoke tumwire challenges iria turagerera. Nyiria ndiragerera ndakuhuta kwenda kurira kurikia tabarira nigetha ngwe kuriu njikare thi kamutiini. Ya. Keinuka. Thank you. Hebu tueleze ni challenges zipi umekuwa ukipitia? Challenges za hiyo kulima, challenge ya kwanza kubwa ni maji. Unajua Makueni tuko kidogo dry, sio dry sana, lakini hakuna maji. Maji ndio challenge kubwa. Yes. Hata hii shamba yangu sasa niko na mpango wa kuichimba maji hapa kwa shamba yangu. Maana kwa wakati huu huwa naiwekanga maji na buza. Gari inatoa maji kwa mto huko mbali, inaleta na buza, tunakuja tunaweka kwa mimea yetu. Okay. Sasa hizi nimepanga mpango sasa hizi na nimeapproach Equity Bank wakuje wanisaidie na pesa. Wow. Nataka kutengeneza hiyo kisima hapa kwa shamba yangu. Wameniambia watanisaidia. Watakuja wanisaidie, nipatie pesa, nichimbe maji. Ndio hiyo gharama sasa ya kuendea maji mbali, sasa zingine TDS, nipunguze hiyo gharama na hiyo wakati mwingi na haribu. Maji ikuwe available na ikuwe hapa kwa shamba yangu. Ni kweli? Yes. Nimeona matunda kadhaa ni kama yameanguka chini. Nini huwa inasababisha kuanguka kwa yale matunda? Kwanza
inaweza kuwa imedungwa na fruit fly. Kuna ingine imeanguka kwa sababu muda wake wa kukaa kwa mti umeisha, imezeeka. Sasa ikiseeka, unajua hiyo mti ina sense. Ikisense hii matunda fulani imezeeka, inamwakika. Ingine inasababisha miti kumwaga matunda ni stress. Kama mtu uko na stress, hiyo mtu huwa ina sense, iko na stress na iko na watoto inalisha. Itaanza kupunguza watoto sasa. Matunda ni hii matunda. Itaanza kuangusha hii matunda kwa sababu ya stress. Yaani haina maji ya kutosha. Itaanza kuangusha matunda. Hata sometimes inaangusha hata hii majani yake. So ikishaanguka, huwa tunaikusanya yote, tunachimba shimo, tunaweka pale ndani na tunaifunika na mchanga. Kwa sababu kuna ile kuna wadudu ndani. So hiyo ni njia ya kuzuia wadudu wengine wasizaliwe wakuje kudunga tena hapa. Okay. Kwa inaanguka kwa sababu 3. Stress, kuzeeka na wadudu kudunga. Soko ya haya matunda ambayo tunaita Pixi hapa Makueni na pia soko za nje ziko namna gani? Soko ya matunda si mbaya sana. Ni mzuri kwa sababu kama mwezi wa 8, mwezi wa 9 hapo, wafanyabiashara wengi wanakuja hii matunda. Wanapeleka Nairobi, wanapeleka pande za Eldoret na huko kuna kwingine. So haikuangi mbaya sana. Kuna mwezi wa 6 wa 7 hapo hivi inakuwa mingi zaidi. Inakuwa sasa hapo haiendi. Yaani customer si wengi wale wanachukua na hiyo inasababisha bei kwenda chini. Ikifika ni uuzaji wa matunda yako, wewe uuza kwa namna gani? Wakati wa kuuza tunapima na hiyo volatility. Tunapima, tunatumianga sana kitu kama cartons ama hizi crate. Na tunapima. Unapima, mna record chenye mmepima hivyo mnafanya mahesabu yenu, mnajua yote mkijumuisha sasa mnajua yote ni kiasi gani, ni tani 1, ni tani 2 hivyo. Ikifika ni kupokea malipo yako, hebu tueleze utayapokea kivipi? Maybe ni waende kwanza alafu watakulipa ama watalipa papo hapo? Mimi kwa shamba yangu kama unataka matunda, ukikuja tukikubaliana bei, kitu ya kwanza mimi sichukui cash. Nakwambia unatuma pesa yako kwa account yangu ya Equity. Sasa ukituma pesa unaniletea sasa hiyo transaction sasa ile message sasa unaonyesha pesa ishaingia na hata kwa simu yangu itanionyesha so amedeposit this amount of money in my account. Yes. Then sasa nikiona ameweka pesa yangu kwa Equity sasa namruhusu anaingia anakata mzigo. Lakini siwezi nikakuruhusu. Yaani hapa kwangu mzigo unalipa kabla hujakata. Nikikumbuka vizuri kuna ile processing plant ambayo iliweza kufunguliwa na former governor ambaye alikuwa anaitwa Kivutha Kibwana. Hebu tueleze imekuwa ya manufaa kwenu na pia wewe uweza kupeleka matunda yako pale ili kuweza kuprocess. County government imetujengea hiyo kiwanda pale ya matunda. Tulipokea, tulifurahi kusikia kuna kiwanda. But so far kama hii matunda yangu ya fix siei pata mwanya kupeleka hapo. Na siko aware, sina habari kama wanasiaka hii citrus. Ile kitu najua wanasiaka maembe. Maembe wanachukua lakini si kwa wingi. Sasa hizi wakati wa kuharvest unaendelea, watu wameanza kuharvest, watu wanakata tu wanaendelea tu na kuchuna. Hii ni wakati sasa mwezi wa 7, wa 8, wa 9 hiyo ndio ile mesi watu wanaharvest. Okay. Sasa hizi wanaendelea na kuchuna na kuharvest. Unakata tu hivi kama ni kukata tu, unaishungusha kidogo unaitoa. Unaishungusha hivi unatoa hivi tu. Haina shida. Then unaweka kwa carton ama kwa ndoo ama crate. Ili kuweza kujizuia kutokana na wakati umekuwa na matunda mengi na pia soko nayo ndio hiyo imeharibika. Wewe uwezaje kuhakikisha kwamba haujaenda loss kubwa sana? Sasa ile vyenye nafanyanga nizuia hasara ya kumwagika kwa matunda wakati soko imefurika, ni kuweka maji tu na iweka irrigation. Ndio hiyo mtu nimekuambia ikipata stress, hiyo matunda itaanza kumwagika. So nikiweka maji ile umwagikaji wa matunda unapungua kabisa. Ile nyingine huwa anapiganga dawa ndio nizoea wadudu wanadunga. Ndio wakati nangoja soko ikuwe mzuri, matunda yangu isikuwe inaanguka chini. So huwa naweka maji, napika dawa, angalau ngoje soko ikuwe mzuri. Sasa hivi najua kuna watu wengi ambao wanatutazama na wengi wangependa kupanda ama kupata miche kutoka kwako. Wataipata kwa namna gani? Inategemea na vitu viwili. Kuna seedling ambaye ni adimu. Tujafanya grafting. Hiyo iko na bei yake. Na unakuta hizo iko na sizes. Kuna ile iko na size kubwa, size ndogo hivyo. Ina range between 100 to 200 ile haijafanywa grafting. Na ile imefanywa grafting ina range between 300 kwenda juu 500 depending on the size of the seedling. Kwa sababu kama seedling ni kubwa sitakuhusia kama ile seedling ndogo. So hiyo ina depend na size of the seedling. Mimi shamba yangu iko Kalamba, Makueni County. Na ukifika Kalamba, Makueni County unanipata tu hapa Kalamba. Kwangu ni hapa Kalamba 0714 7913 89. Leo hau ndio tukulikiria tafarira. Na tumesema shukrani sana kwa kutukaribisha na kutuweza kutufahamisha. Najua kuna wengi wenye wamesoma mengi. Si ndio? Maundu maingi mara twarikia guthoma na twarikia kumenyithio uria we ungihota kuigiria na Equity na to uguo uria ungihota kurutithania wira nao na mugunda waku thakare to utamenya guku niku Makueni. Ino ni tafarira ria wendete mugambo wa murimi Kimiti wa Gitau nirio ritwa riakwa kuma guku Makueni tuganire hamwe twaririe riu umenye rathi kugirirwo ngathi. Ahora
De me de coño na de comenya. I'm telling you, I'm eating from the sauce. Eating from the sauce.